Kumbuka kuna siku, kuna one of my friends, jamaa yangu mmoja, ilikuwa bado kidogo apigwe mpaka kufa maeneo ya sokoni, kwa sababu tu girlfriend wake alishout tena kwa nguvu kiasi kwamba watu wakajua ni mwizi anamuibia, na walikuwa na misunderstanding kidogo za hapa na pale, lakini walikuwa ni watu ambao ukiwaangalia unajua yes, kweli ndege wanaofanana wanaruka pamoja. Yani walikuwa wanapendana vibaya mno kiasi kwamba unajua yani hawa wanafunga ndoa sasa hivi hawa. Lakini ghafla tu kidudu mtu kilipotokea, ukaanza kuwa na maugomvi, na hii ikapelekea nianze kujiuliza yani hivi ni kwa nini mahusiano kipindi cha mwanzo huwa ni kitu bora sana kuwahi kutokea kwenye maisha ya mtu. Mahusiano yanapoanza huwa yana taswira moja nzuri, yani amazing. Yani huwa ni kitu ambacho raha yake huwezi kuielezea. Sio, unanielewa? Yani sio kitu rahisi mtu kuelezea akakuelewa the way mtu anavyojifeel mwanzo wakati mahusiano yanaanza. Alafu yape muda kidogo, siku zinaenda, yani siku ziende kidogo, yani miezi 2 3 au mwaka hivi, najiuliza hivi hizi trouble huwa zinatokeaga wapi? Yani haya matatizo ndani ya mahusiano chanzo chake hasa huwa nini haswa? Achana mbali na masuala ya kuchiti, achana mbali na masuala ya majambo makubwa, lakini yani hivi tatizo vidogo huwa vinatokeaga wapi? Hii aka story kafupi kamshaji wangu ambacho nimekusimulia kaliniweka chini nikatafakari kwanza, maana jamaa mpaka leo hii ameshaoa sasa hivi by the way, na alioa mwanamke mwingine, lakini mpaka leo hii ukimwambia swala yeye kukorofishana na mkewe hadharani ni kitu ambacho kamwe hawezi kudhubutu, yani haiwezi kutokea tena kwenye maisha yake. Amekula kiapo cha maisha, yani kwamba pote ile mbali, haijalishi hata kama mkewe atamtukana atamfanyaje mbele za watu, lakini yeye atanyamaza kimya kwa sababu almanusura auawe. Kwa hiyo kama ni matatizo yake, ni ugomvi wake, mara nyingi huwa unaishia nyumbani. Sasa kitu cha namna hii ikanipa maswali, na mimi ikafanya nianze kujiuliza sana, hizi trouble, haya matatizo ndani ya mahusiano baada ya watu kuwa washazoeana, chanzo chake kikubwa hasa huwa ni nini? Ni yale mazoea ambayo mnakuwa tayari mmeshajengeana, ama ni flow za tabia zinaanza kujidhihirisha kwa mtu mmoja mmoja? Yani mara nyingi watu mnapokutana huwa zile tabia, mkishaanza kupendana, zile tabia zenu zile vijitabia vile vitabia vibaya vibovu vile ambavyo ni aibu kuvionyesha kwa mtu, mara nyingi huwa tunavificha mwanzo tunapokutana, lakini baada ya kuzoeana vinaanza kuonekana sasa taratibu baada ya muda kupita. Ipo mzee mmoja alishawahi kusema kwamba tabia ni kama ngozi ya mwili, hauwezi kuibadili, sio jambo rahisi kubadili tabia yako. Nikaja na idea ya maswali kama 5 ambayo ni vizuri sana mtu ukijiuliza wewe mwenyewe. Maswali haya ni muhimu ukijiweka chini ukafanya kikao wewe na halmashauri yako ya kichwa, ujiulize maswali haya. Mimi I am sure kwamba yana umuhimu sana mtu kujiuliza. Yako maswali 5 by the way ambayo mimi nimeyafikiria, na mimi pia niliwahi kujiuliza kulingana na changamoto ambazo nimezisikia kwa wadau pamoja na mimi mwenyewe nikijumlisha ya kwangu. Napata idea kwamba kuna haja ya kila mtu kuwa anajiweka chini yeye mwenyewe na kujitafakari na kujiuliza maswali haya muhimu, ili ajue anasimama wapi kwenye mahusiano alionayo. Mada yetu ya leo ni mahusiano, afya na uhai. Thamani yake inalingana na pesa? Yani thamani ya pesa
pesa kiasi chochote kile ambacho kinakuja kwenye akili yako, kwamba kile kiwango chochote kikubwa cha fedha ambacho kinakuja kwenye akili yako, una uwezo wa kulinganisha na mahusiano ulionayo, una uwezo wa kulinganisha na afya yako, una uwezo wa kulinganisha na uhai wako. Kwa mfano, mtu akwambie niko tayari kukupa bilioni 1 au bilioni 10, lakini ufe kesho. Utakuwa uko radhi ufa kesho upate bilioni 10 leo? Nasema hapana. Yani uhai wako ni thamani yake ni kubwa kuliko 10 billion. Mtu akwambie nakupa bilioni 10, kesho afya yako iwe mbovu mbaya, yani haifai tena, utasema pia haiwezekani, kwa sababu ukifikiria unaona kwamba afya ni muhimu kuliko bilioni 10. Na mtu akwambie nikupe bilioni 10 alafu uchukue uhai wa mama yako au mtoto wako, wewe hapo utajiuliza maswali. Lakini kwa yeyote ambaye yuko timamu, ni kawaida sana kuona kwamba bilioni 10 si chochote, si lolote mbele ya mahusiano, afya na uhai. Pesa si kitu. Lakini hii pesa ndani ya mahusiano ni moja kati ya chanzo cha migogoro mikubwa. Ndio maana hata sisi Waislamu ambao tunapitia kidogo Qur'an na mawaidha tunasikiliza, kuna aya moja ya Qur'an inasema kwamba mali na watoto ni chanzo kikubwa cha migogoro kwenye familia. Anyway, tuachane na hayo. Tunarudi pale yale maswali matano ambayo kila mmoja wetu anapaswa awe anajiuliza anapokuwa kwenye mahusiano. Ni kwamba, chukulie mfano, hili ni swali la kwanza ambalo unapaswa kujiuliza wewe. Mtu mmoja amekufuata akakwambia kwamba wewe na mpenzi wako mnafanana sana au mnaendana sana. Atakayekwambia kauli ya namna hiyo, wewe utachukulia kwamba amekusifia, yani amekupa compliment, au amekukashifu kulingana na mahusiano ambayo unayo. Mtu akikwambia kauli ya namna hiyo, wewe unaichukuliaje? Swali la pili la kujiuliza, ni kweli umeridhika na mpenzi ambaye unaye, au unaishi naye kwa sababu ya kukwepa upweke? Yani uko mpweke kiasi kwamba uko tayari kuishi na mtu aina yeyote. Kwa hiyo huyo ambaye unaye sasa hivi, uko naye kwa sababu umeridhika naye, umempenda hivyo alivyo, ama ni upweke unaokufanya uvumiliane naye? Alafu swali la tatu, jiulize hivi, wewe na vijitabia vyako vyote vile ambavyo unavyo, una uwezo wa kuwa huru bila kujali kwamba mpenzi wako atakuhukumu vipi? Una uwezo wa kujiachia mbele ya mpenzi wako, yani kwamba ukawa huru na vijitabia vyako vyote? Maana kuna wengine ukiwa kwenye mahusiano hata hujawahi kusikia mpenzi wako hata akitoa hewa, akitoa gas, nadhani mnanielewa. Kwa hiyo wewe unajiuliza, wewe jiulize wewe mwenyewe, uko free kwa mtu uliokuwa naye kwenye mahusiano kwa tabia zako zote, ama unalazimika kuficha baadhi ya vijitabia vyako ili mambo yasije yakaharibika? Hilo ni swali la tatu. Alafu swali la 4 ambalo unapaswa pia ujiulize, je, ni kweli unampenda mpenzi wako kwa jinsi alivyo, hivyo jinsi alivyo, au kuna sababu inayofanya uone unampenda? Yani unampenda yeye, au unapenda idea ya kuwa na yeye kwa sababu labda ana pesa, au ana status nzuri, au anatoka familia bora, au ana cheo kikubwa? Ni kipi kinachofanya ujue unampenda huyo mtu? Jiulize swali la namna hiyo. Hilo ni swali la 4. Kisha tukienda kwenye swali namba 5. Swali namba 5 linakwambia, ikitokea mtoto wako
ameingia kwenye mahusiano na mtu wa aina ambaye wewe unaye sasa hivi kwenye mahusiano, utamshauri nini? Utachukuliaje mahusiano yake? Ni kitu ambacho utaweza kukivumilia, au uko comfortable na mahusiano yako kiasi kwamba mtoto wako akipata mtu wa design ambaye wewe unaye litakuwa ni jambo moja bora ambalo wewe umeli experience? Haya ni mambo ambayo sisi sote tunapaswa kuwa tunajiuliza tunapoishi kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano ya kimapenzi ni jambo sacred sana, ni jambo ambalo linabeba maisha ya watu. Ndio maana si jambo la kushangaza sana ukisikia mtu amefanya tukio lolote la ajabu au la kutisha kwa sababu ya mahusiano. Na yanatokea, yani wake kwa waume wote wanafanya matukio ya ajabu, ya aibu au ya kutisha kwa sababu tu ya masuala yanayohusiana na mapenzi. Ujiulize haya maswali haya matano, ujiulize kwenye maisha yako. Kila swali jibu utakaolipata litakwambia uendelee ama umove on kutoka kwenye mahusiano ambayo sasa upo. Na ukiona majibu yake yanakudirect wewe kutoka kwenye mahusiano, hapo sasa unatakiwa ukae chini tena utafakari kwa umakini sana, na ujue kabisa kwamba unaenda kuingia katika phase ambayo unatakiwa uwe strong, intelligent na matured. Fanya maamuzi ambayo ya msingi kama haya, sababu asilimia kubwa ya sisi binadamu tunaamini kwamba jambo linapoisha lazima kuwe na quarrels, lazima kuwe na misunderstanding, lazima ziwe kubwa kuliko maelewano, of which si jambo zuri, pia si jambo sahihi kuliendea au kuliadapt. Iko namna ambayo unaweza ukafanya ukigundua kwamba haya maswali yote nilojiuliza majibu yake ni kwamba mimi sifai kuendelea kuwa kwenye mahusiano na namna hii kwa sababu sijui yanahusiana na nini, ama ujui kwa sababu gani uendelee na mahusiano na namna hiyo. That means unatakiwa move on. Na unapotakiwa kumove on, usiondoke kwa mikwaruzano. Fanya kila unaloweza, kila mbinu ambayo inafaa kuitumia ili kutengeneza amani wakati mnatengana liwe ni jambo la kwanza. Yani priority yako ni kutafuta kila aina ya njia ya kukuondoa wewe katika njia ya amani. Mikwaruzano siku zote huwa haikosekani, lakini kuminimize ile mikwaruzano ndio kitu ambacho tunakizungumzia hapa. Twende kwenye commercial break, then tutarejea, alafu tuangalie ni nini cha kufanya. Mimi naitwa Hassan, usiondoke, be there.